wenyewe wako kule kule walio wengi. Akachukua wakaondoka, ikawa kimya. Mungu atusaidie. Sasa ukiwa hiki unanielewa ukizingatia, utamjaza hekima mtoto kwamba usiwe na hamasa na shauku ya kupata mali kwa wingi. Neno linasema hivi. Ni vyema upate mali kidogo, lakini pamoja, hebu rudia hilo andiko. Kuwa na mali chache pamoja na kumcha Bwana ni bora kuliko mali nyingi pamoja na taabu. Yes. Kimalizia andiko hiyo 16 hiyo, Mithali 16 mstari wa 8. Mithali 16 mstari wa 8. Afadhali mali kidogo pamoja na haki kuliko mapato mengi pamoja na udhalimu. Yes. Anapokea rushwa kwenye nafasi yake, anaiba, anajua kama hata anapoiba hakuna kitu kama kila anafanikiwa, lakini ni ya udhalimu. Sasa fundishe mtoto aelewe, azingatie, itakuwa umeridhisha kitu cha muhimu. Anafanikiwa lakini necho kina Mungu, akitoka hapa anaenda pazuri. Jina Bwana barikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sijui naona nimewachosha, lakini natamani na ndio nimemaliza la mwisho. Wewe hapo moyoni mwako, wewe ni mzazi, una lengo lipi katika kuwekeza kwa watoto wako? Umejitahidi kiasi gani? Kama ulikuwa unaweka kama hakina kipaumbele, geuka, badilika. Weka mkakati wote kila namna kuwekeza kwa watoto urithi huo. Maana ukimwachia hivi, kwanza walio wengi walikuta hata kumaliza masomo hawamalizi, wanakengeuka. Na wewe umeingiza gharama kubwa. Uliacha kupuuzia mambo ya kuwekeza kwa Mungu, hofu ya Mungu kwa mtoto. Hapo unaanza kujuta, ningalijua. Sasa unapewa kujua leo, badilika. Bwana Yesu asifiwe. Badilika, wekeza kwa watoto urithi. Huo ni urithi mzuri zaidi, kwa maana watapata hiyo mali na amani kuliko mali nyingi na amani. Hakuna amani nyumbani na mwenyewe kina Mungu hana. Tusimame.